Bana jana kuna mshikaji wangu mmoja amenipigia simu. Na mshikaji wangu huyu yuko TZ au sio? Ni rafiki yangu wa zamani sana, na nikisema nimuelezee kwa ufupi, ni moja kati ya marafiki zangu bora sana ambao nimebarikiwa kuwa nao. Na utajiri wake mkubwa huyu jamani watu. Ana roho nzuri, lakini ni mtu wa kusaidia sana watu. Sasa jana alinipigia simu, tukawa tunapiga zetu story, tunapiga story tu za maisha, unajua story zetu hapa na pale nini. Then akaniambia kwamba bana, na biashara nimefungua mwanangu. Unajua kuna kupongezana na vitu kama hivyo vikaendelea hapo. Lakini akaniambia bana, huwezi amini, challenge kubwa ambayo naipata kwenye biashara yangu, watu wengi ambao niliwacount ama niliwahesabu kama marafiki zangu kabisa na ambao tushasaidiana sana, hao ndo wamekuwa namba moja ambao hawani support kabisa. Na sio kusupport kununua tu, lakini hata kusaidia kupost biashara yake, kutangaza kwa watu au sio, ama kumpigia hata simu kwa kumtia moyo na vitu kama hivyo. Na ni kitu ambacho kinamshangaza sana. So nikakaa nikafanya research, nikawa najiuliza hivi inakuwaje mtu tu anaamua kuto kusupport. Kwa sababu support ni kitu ambacho si kwamba inabidi umuuzie mtu kwa gharama. Sawa, ni moyo. Lakini inakuwaje mtu tu anaamua yani kwamba hawezi kufanya hivyo. Na mbaya zaidi unakuta wewe unamhesabu kama ni rafiki yako kabisa yani. So nikakaa nikatafakari, nikasema ngoja leo nije kushare na watu wangu hapa. Na kwa research ndogo ambayo niliifanya, nikagundua kwamba watu wengi hawapendi kusupport. Jambo la kwanza linasababishwa ni chuki. Yani mtu tu anakuwa na chuki na hicho ambacho unafanya. Unajua, hofu nini. Kwa hiyo anaona bane, mimi siwezi kumsupport huyu. Yani ameamua tu bila sababu yoyote ya msingi. Lakini kitu kingine kama hivyo nilivyosema, hofu. Kuna mtu anahofia, anaona maybe nikimsupport huyu jamaa atazidi kuniacha, atazidi kupiga hatua zaidi yangu mimi hapa. Kwa hiyo mtu anaamua tu, anaona mimi si support wala nini. Umeona? Lakini jambo la tatu, kuna watu wengine wametokea kwenye jamii ambazo wanaamini kwamba mtu ili afanikiwe inabidi yeye apambane mwenyewe, hahitaji msaada. Na hao sio watu wa kuwalaumu, unakuta ndo makuzi ambayo amekulia. Yani anaamini tu kwamba ili mtu afanikiwe yeye inabidi apambane mwenyewe. Umeshaelewa? Jambo lingine ambalo niligundua ni ubinafsi. Unakuta watu wako wengi ambao unaamini na una account ni rafiki zako, lakini wengi ni